siri ya CD na macho ya mama. Hapo zamani, kijana mmoja aliitwa Kasim. Mama yake alikuwa na jicho moja tu. Kasim alikuwa akimchukia mama yake kwa sababu ya muonekano wake, akiamini kuwa mama huyo ni doa kwenye maisha yake ya kifahari. Alisoma kwa bidii, akapata utajiri mkubwa na akawa mkurugenzi wa kampuni kubwa mjini. Siku moja, Kasim aliandaa sherehe kubwa ya kifahari kusherekea kupandishwa kwake cheo kuwa mtendaji mkuu. Wageni waalikwa walikuwa matajiri, mabalozi na watu maarufu. Mama yake, akiwa kijijini, alisikia habari za mafanikio ya mwanawe. Kwa furaha, alivaa kanga yake safi, akachukua kijisanduku chake kidogo na kusafiri mpaka mjini. Alifika kwenye sherehe ile huku akiwa ameshika CD mkononi mwake. Alipoingia ukumbini, Kasim alikuwa jukwaani akitoa hutuba. Na leo tunasherehekea sio tu cheo kipya, bali ndoto iliyotimia. Mara macho yake yakamkuta yule mwanamke mzee mwenye jicho moja. Kasim alihisi aibu na hasira kali mbele ya marafiki zake matajiri. Mbele ya hadhara ile, Kasim alishuka jukwaani, akamfokea na kumdhalilisha. Wewe bibi kizee, unatafuta nini hapa? Nani amekuruhusu uingie kwenye sherehe yangu? Hii ni sherehe yangu, tafadhali ondoka. Mama yake kwa sauti ya upole na machozi alisema, nimekuja tu kukupongeza kama wengine. Na nilikuwa na jambo muhimu sana la kukuambia, nimekuletea siri hii. Alijaribu kumkabidhi ile CD. Kasim alimsukuma na kupiga kelele kwa sauti kubwa. Wewe huna akili. Una matatizo ya akili. Kwa uchungu wa kusukumwa na kukataliwa na mwanawe wa pekee mbele ya watu, moyo wa mama yake ulishindwa kuvumilia. Alizimia na kuanguka chini. Ile CD ilianguka kutoka mkononi mwake na kuserereka hadi miguuni mwa Kasim. Baada ya mwili wa mama yake kuondolewa na gari la wagonjwa, Kasim alijawa na hofu na udadisi. Alichukua ile CD na kwenda ofisini kwake kuifungua. Alipoiweka kwenye kompyuta, alichokiona kilimfanya adonoe kichwa chake mezani. Video ile ilikuwa ni rekodi ya matibabu ya miaka 25 iliyopita. Ilionyesha picha za Kasim akiwa mtoto mdogo baada ya kupata ajali mbaya sana ya moto na gari. Daktari alionekana akisema, Kasim Salima, mtoto wako ana chembe za kuona zimeharibika. Njia pekee ya kumsaidia ni upandikizaji wa jicho. Upandikizaji? Kutoka kwa nani? Tunahitaji mtoaji hai, hatuna muda mwingi. Ikiwa itamfanya aone, nitatoa langu. Chukueni jicho langu, mpeni mwanangu. Nataka yeye auone ulimwengu, mimi nitatumia jicho moja kumtazama yeye akistawi. Video iliisha kwa picha ya mama yake akiwa amebatizwa bandeji jichoni, akitabasamu kwa uchungu huku akimbeba Kasim mdogo aliyekuwa ameanza kuona tena. Kasim alipiga yowe la kukata tamaa. Alikimbia hospitali, lakini daktari akamwambia ni marehemu tayari. Alikuwa amemkana mama yake aliyejitoa kuwa nusu kipofu, ili yeye aweze kuona mafanikio ambayo leo ameyatumia kumdharau. Mwanangu, andika haya kwenye moyo wako. Usione aibu kwa kilema cha mzazi, maana mara nyingi hicho kilema ndicho kilichokukamilisha wewe. 2. Heshima ya hadhara. Kumvua nguo mzazi wako mbele ya watu ni sawa na kujivua nguo wewe mwenyewe. Dunia itakucheka leo, lakini itakudharau milele. 3. Teknolojia na ukweli. Unaweza kufuta picha kwenye simu, lakini huwezi kufuta rekodi ya damu iliyomwagika ili wewe uishi. Kijana, usijivune kwa vyeo na utajiri wako mbele ya mama aliyekubeba ukiwa huna kitu. Siku ukimwambia mama yako una matatizo ya akili kwa sababu tu amevaa viraka, kumbuka kuwa akili yako hiyo unayojivunia ilitunzwa na jasho lake. Usisubiri video ya CD ikufundishe kuwa mwanadamu. Kuwa mwanadamu sasa hivi, mama yako akiwa bado anapumua.